Amjambo watu wa Blapesa Ward, amjambo watu wa Kenya hii. Mimi nashukuru sana kwa sababu siku ya leo ndugu zangu ambao ni watu wa media wamekuja mahala hapa ili tuweze kusemezana kidogo. Mimi ninawashukuru sana ni kwa sababu ya siku ya leo. Kwanza mimi naitwa Benson Kerenya na mimi ndiye ninasimama kiti ya MCA aspirant Blapesa Ward. Ni mimi huyo Benson Kerenya, ndio mimi nasimama MCA hapa Blapesa Ward aspirant. Ni kwa nini unasimama na unafanya? Sababu kubwa ambayo ninasimama ni kwamba nimeangalia nikaona watu wale ambao wamekuwa kichaguliwa wanakataa kuleta ile uongozi ambayo inatakikana. Lakini mimi nikasema wacha mimi nisimame nilete uongozi bora ili niweze kubadilisha hii Blapesa, maana hii Blapesa imekaa namna hii kwa miaka mingi. Nikasema mimi nataka kuwa huyo mmoja ambaye nitabadilisha hii Blapesa iwe ni Blapesa ambayo ni mzuri, ambayo itakuwa na mambo ya madawa mzuri, ambayo hospitali zetu zitakuwa sawa, kama ni shule ambayo watoto wetu watapata basari mzuri, ambayo walimu wa ECD wataajiriwa vizuri, ambayo vijana wetu ambao wanacheza mipira ama michezo yote wataweza kupata haki yao katika michezo na waweze kufaulu katika michezo. Ndio maana mimi nimesimama ili niweze kubadilisha Blapesa Ward, niweze kutengeneza barabara, nihakikishe barabara ziko na drainage, nihakikishe ya kwamba kuna street light, na nihakikishe ya kwamba hata security wetu tumewaweka vizuri ili waweze kulinda watu wa Blapesa Ward na Isiolo mzima nikiwa mmoja. Ni kitu moja tu. Unajua katika hii dunia kuna vitu mbili ambavyo nimekuja kusoma mimi. Ya kwamba shida si kwamba watu hawajasoma sana. Watu wamesoma na watu wako na elimu. Lakini shida kubwa ni kutekeleza. Shida kubwa watu wako na makaratasi, watu wako na elimu, lakini unakuta ya kwamba hawana elimu ya moyo. Na ndiposa siku ya leo mimi nataka niseme hivi, ile shida tuko nayo, shida ile tuko nayo kubwa ni elimu ya moyo. Kwa sababu utakuta watu wamesoma, hii nchi saa hii unaona vile ilivyo. Si kumaanisha ya kwamba viongozi hawajasoma, viongozi wamesoma. Lakini shida ile kubwa tuko naye ni elimu ya moyo, watu hawana. Ndiposa unaona tuko vile siku ya leo tuko. Lakini mimi nataka niseme hivi, Mungu akiwa mbele, mimi nitabadilisha Blapesa Ward ni kwa sababu niko na uchungu na kwa sababu ninajua ya kwamba watu wamekuja wakidanganya watu. Mimi si mmoja wa hao. Na wacha niseme hii kitu watu wetu ya kwamba ni kama tu sa ile mama anayekaga shilingi 10 kwa nyumba. Akiweka shilingi 10 pale kwa nyumba, unakuta kuna mtoto atachukua na kuna watoto atachukua. Si kumaanisha ya kwamba ile familia wale watoto wote ni wabaya, hapana. Lakini kuna yule ambaye atasema hii ni mbaya. Na huyo ni mimi ambaye nimeamua kusimama Blapesa ili niweze kubadilisha Blapesa. Wacha niseme hivi, ya kwamba shida ile kubwa tuko naye, watu wengi hata saa hii uchaguzi kikuja, wengi watakimbia kuchagua gavana. Na wengi watachagua seneta, wengi watachagua mwakilishi wa kike. Lakini ile kitu watu wanasaugi, kiti ya MCA iko na maana sana. Kwanza kabisa, tujiulize ya kwamba kazi za MCA ni ngapi? Kazi za MCA ni 4. Zile muhimu kabisa. Moja ni oversight. Na MCA ana oversight nani? MCA ana oversight executive. Executive ni governor na watu wake. Kitu ya pili, tuko na kitu ambayo inaitwa legislation. Ya kwamba MCA kazi yake ingine ni kwenda kutengeneza sheria na kuhakikisha sheria zimeundwa na zimekuwa manufaa kwa watu wa Isiolo na kwa watu wa ward yake. Ingine ni kitu inaitwa representation. Na hapo ndio tuko na shida. Ni kwa sababu mpaka saa hii hapa Blapesa hatuna ofisi ya MCA, mahali ambapo wewe unaweza enda pale uone kiongozi wako umueleze mawili matatu. Sasa swali inakuja hapa, utaenda kutafuta watu kwao nyumbani? Hauwezi. Bas, tunapaswa kuwa na ofisi ili tuweze kuwa na mtu ambaye anaturepresent mzuri ambaye tunaweza enda kuona pale. Ingine ni kitu inaitwa public participation. Hapa tuko siku ya leo, panapaswa kuwa na public participation, lakini utakuta haifanywi. Na hapo ndio shida iko, kwa sababu utakuta sasa kuna ile hakuna uhusiano kati ya wananchi na kiongozi wao kwa sababu hawaonani. Na mimi nataka niseme hivi, lazima tuwe na ofisi ya MCA Blapesa Ward, mahali ambapo utaona kiongozi na mahali ambapo utahudumiwa. Na mimi niseme hivi, kama una ofisi ya Blapesa hapa, hauwezi ukafanya oversight. Kama una ofisi hapa, wananchi watasema wanataka nini na watakuona wapi. Ingine niseme hivi, kama ni mambo ya health, ya hospitali, ya kwanza MCS wanapaswa kuwa wanaangalia mambo vizuri. Lakini utakuta hospitali zetu hazina madawa.
Sasa ukienda ukute hospitali ina dawa na MCA patikani. Kama saa hii hatuna assembly Isiolo. Assembly ndio ilienda Odonyiro. So saa hii unakuta wananchi wanahangaika ni kwa sababu ya uongozi mbaya. Na mimi nataka niseme hivi, ya kwamba watu wa Bulapesa mkinichagua, ya kwamba mimi nataka nibadilishe ile kanuni imekuwa hapa. Ya kwamba ati wezi ona kiongozi, ati kiongozi hawezi fika kwa wananchi asikize ile kitu inaendelea. Mimi nataka niseme hivi, watu wa soko mjinga pale, watu wa kutoka huko Safi Estate wako na taabu mbalimbali. Unaweza kuta watu wa soko mjinga ni sewage inawasumbua. Unaweza kuta watu wa huku kula mawe ya juu labda ni street light ama insecurity imekuwa shida. Inaweza kuwa huko Safi Estate maji zinaingia kwa manyumba yao. Wewe ukiwa MCA unapaswa kujua ya kwamba haya mambo yote uyachukue, uende nayo pale, udebate, msaidiane na wengine ndio watu waweze wako kusaidika. Sasa the problem ya kwanza ni ya kwamba MCA aongeaji na watu, MCA haonekani, administrator mwenyewe haonekani, yeye mwenyewe haongeaji na watu. So unakuta kuna that loophole ama kuna hiyo kutokueleanwa kati ya MCA na wananchi. Na mimi nitasema hivi, MCA na chief ni kama tu kitu moja. Kwa sababu chief anapaswa kujua watu wake wamelala namna gani. Hata MCA anapaswa kujua watu wa ward yake wamekaa namna gani. Kama saa hii sasa soko pale watu walikuwa wanafuguzwa. Hiyo moja ni kazi ya kiongozi kusimama na kusema askari na wale wote security wako Isiolo wanajua majambazi ni akina nani. Na wao wanapaswa kushika majambazi, lakini hawapaswi kufunga soko mzima. Huwezi funga soko na whereas soko hujafungua ingine. Huwezi funga pale stage na ile soko kubwa hujafungua. Sasa ile watu ukiwafungia maduka yao, uwafuguze. Sasa watalipa madeni na nini? Wengine wako na loan, wengine wako na somesha watoto, wengine wako na mambo mbalimbali. So watafanya nini? Watafanya nini ndugu yangu? So mimi nasema hivi, ukiangalia ya kwamba viongozi wa Isiolo wamelala, ndio unaona watu wetu wanahangaishwa, ndio unaona watu wanafuguzwa. Kama ni watu ambao wamekosea, serikali na DCI wanajua hawa watu ni akina nani. Shika wahalifu, lakini hauwezi ukafuguza kila mtu katika kazi yake. Swali mzuri sana. Ni ukweli tuko wengi, lakini wacha niseme hili ya kwamba tukifika mbele wananchi wenyewe watachagua wajue ni nani. Ni kwa sababu wananchi wao si wajinga, wananchi ni werefu. Ni kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa amesimama ili apewe pesa. Kuna wengine wamesimama for fun. Kuna wengine wamesimama tu ndio waonekane. Lakini mimi nataka niseme hapa, mimi nimesimama ili niweze kusaidia watu wa Bulapesa, ili niweze kutatua mashida ile ya watu wa Bulapesa inawakumba. Imagine kutoka 1963 tunaongea kuhusu barabara. That is very shameful. Tunaongea kuhusu ati hakuna stima. That is very shameful. Tunaongea ati walimu wetu wa ECD hawajaajiriwa. Tunaongea ati hakuna street light. Tunaongea hiyo ni mbaya. What I'm saying is this. Wamesimama wengi. Lakini let me tell you, mimi nimesimama, nimeingia kwa wananchi, nimetembea na kuomba kura. Na mimi nitasema hii. Ni vizuri kuwa kwa mtandao, lakini mjue ya kwamba mtandao wako pale na pia kuna wananchi wengine wako kwa mtandao. Kila mmoja anapaswa kuomba kura kwa mwananchi. Na kile mimi nitasema ni hii, tusipigane na tusitukanane. Kila mtu auze sera yake, mwananchi akimkubalia basi ni sawa. Mimi kama wananchi wataniambia Benso wewe hufai kusimama na upaswi kuendelea, basi mimi siwezi kataa kwa sababu ni wananchi wamesema na mimi nitaacha. Lakini kama wananchi wakiniambia Benson wewe endelea, mimi nitasimama na mimi nitaendelea, maana mimi nataka kufanyia watu wetu kazi regardless of the tribe. Na niseme hivi, saa hii watu wetu si maneno ya tribe. Saa hii angalieni kiongozi ambaye atatenda haki. Angalieni kiongozi ambaye atafanya kazi. Angalieni kiongozi ambaye atafanya kama ni ile sheria ya pale ya sport fund. Mimi nataka niongee kuhusu sport fund. Na hiyo kitu ni mbaya sana. Unakuta saa hii juzi tulikuwa watu wanachangia Mwangaza wapate basi. Lakini kuna sheria haijawahi tengenezwa mpaka leo pale county government ya sport fund. Na vijana ati wanakosa pesa ya kwenda kucheza mpira. Vijana wanakosa pesa ya basi ya kulipa kwenda kucheza mpira. Mimi nataka kusema wakati yangu, mimi nitahakikisha ya kwamba hiyo sport fund lazima ifanye kazi. Na kwa sababu mimi najua kuna mtu anakanyanga break, wakati yangu hiyo itakuwa
lazima tutapambana, lazima tuhakikishe Sport Fund imefanya kazi ndio vijana wetu waweze kupata nafasi. Na niseme hivi kitu kingine, hatuwezi ambia vijana watoke kwa madawa, whereas hatuna solution pia ya kutafutia makazi. Ni kumaanisha vijana wetu wako very idle sana. Ndio unaona wanakula madawa. Ni kwa sababu wengine wamesoma, wengine wako na makaratasi, lakini nani anawajali? Nani anawajali town? Kuna pesa ya wamama na vijana, lakini nani anasaidia wamama na vijana? Mimi nataka nihakikishe ya kwamba wakati yangu mimi nitahakikisha, Mungu akiwa mbele, ya kwamba manufaa kwa wamama na vijana na wazee imetendeka. Nihakikishe na niseme tena, hospitali zetu, ukweli mimi ni uchungu sana. Mama anatoka hapa na shilingi 200 mpaka General Hospital. Mimi ni mtu wa pikipiki hata mimi. Lakini akienda pale anakosa daktari, akienda pale either apate daktari lakini hakuna madawa, anaambiwa aende kanunue town. Sijakataa, lakini hiyo expenses hiyo mama anapitia, ama huyo mzee anapitia, ama huyo kijana, si unaona ni expense iko juu. Mimi nataka niseme hivi, hospitali zetu zinapaswa kuwa na dawa, hospitali zetu zinapaswa kuwa na madaktari, ili tuweze kushughulikia watu wetu, afya iwe nzuri. Na mimi nitahakikisha kila jamii, iwe ni nani, regardless of who, wote wamepata manufaa.